Je, ni kweli unachofikiri kuhusu ndege bundi? Mimi ni Friday Mwangomale, kiranja wa zamu. Niliyeamini kwamba bundi akilia mtaani kwetu, ujue raia mmoja ametutoka. Kumbe sio kweli. Watoto 2000 sogeza kiti ni wasanue. Ndege bundi ameendelea kuvutia watafiti na wadau wa mazingira kutokana na sifa zake za kipekee zinazomwezesha kuishi na kuwinda hasa nyakati za usiku. Bundi hupatikana katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo misitu, mabonde na hata pembezoni mwa makazi ya watu, ambapo hutumia manyoya yake laini na mabawa mapana kuruka kimya kimya bila kutoa mlio. Huyu ndiye bundi bana. Wataalamu wa ikolojia wanaeleza kuwa macho makubwa ya bundi yaliyokaa mbele humsaidia kuona vizuri gizani na kufuatilia mawindo kwa usahihi, huku uwezo wake wa kuzungusha shingo hadi nyuzi 270 ukimruhusu kutazama kila upande bila kusogea. Aidha, masikio yake yenye uwezo wa kuweka alama ya sauti humfanya kutambua mnyama aliyejificha kwa umbali. Bundi hutegemea uraji wa nyama ikiwemo panya, ndege wadogo, vyura na wadudu, hivyo huchangia kwa kiwango kikubwa kupunguza wanyama waharibifu wa mazao ya kilimo. Ila ni nani ambaye ataamini haya machache kama sio mimi peke yangu Mwaisa? Hali hiyo inatazamwa kama mchango muhimu wa ndege huyu katika kulinda usalama wa chakula na usawa wa mazingira. Pamoja na mchango wake, bado katika baadhi ya tamaduni bundi huhusishwa na imani potofu za mikosi au matukio yasiyo mazuri, jambo ambalo wataalamu wanasema linapaswa kupingwa ili kuimarisha juhudi za uhifadhi wa viumbe hai. Wadau wa uhifadhi wameendelea kutoa wito kwa jamii kuheshimu na kulinda makazi ya bundi ili kuendelea kunufaika na kazi yake ya kudhibiti ongezeko la wadudu na wanyama waharibifu wa mazao, huku wakitambua kuwa bundi ni sehemu muhimu ya mnyororo wa uhai wa duniani. Mpaka hapa mimi kama padri wa vijana nakemea imani potofu. Usiache kubonyeza neno subscribe na alama ya kengele kwa lugha yetu ya Unyakyusani. Asante sana, naweza sema ndaga fijo. Ni mimi Friday Mwangomale, kiranja wa zamu.